Na ndio mimi nataka niseme nikiwa hapa Vihiga, tunaweza kuwa na ripoti nyingi, tunaweza kuwa na headline nyingi, tunaweza kuwa na mjadala mkubwa mitandaoni na sehemu zingine, lakini bei ya mbolea ilikuwa 6,000, sasa ni 2,500. Tulikuwa na pengo kubwa ya walimu kuajiriwa, leo walimu 1,120 washaajiriwa. Hapa Vihiga kulikuwa na mjadala ya affordable housing, hatukuiona hata moja, lakini hapa Vihiga leo nimekuja nikapatiana funguo za affordable housing na zingine tunajenga. Hapa Vihiga hatukukuwa na soko iliyojengwa na serikali ya maana. Leo soko 10 zinajengwa Vihiga, zingine 6 siko katika mpango. Hapa Western Kenya kampuni zetu za sukari zilikuwa zimefungwa. Wakulima hawalikuwa wanalipwa baada ya mwaka moja. Wafanyikazi walikuwa hawalipwi, lakini leo kampuni zetu za sukari kutoka Nzoia kwenda Mumias, kwenda Chemelil, kwenda Muhoroni mpaka kule Soni, zote leo zinazaga miwa, zinalipa wakulima ndani ya wiki moja, zinalipa wafanyikazi wao. That is the reality. So we can have a conversation, we can have as many headlines as we want, but it will not change the reality. The reality is Kenya is changing. Tuko pamoja ama tuko pamoja bwana? Si ndio? Vile Bartimayo alisema nilikuwa kipofu, lakini sasa ninaona. We can point to real stuff that has changed in Kenya. SGR ilikuwa imekwama kule Naivasha. Barabara ya Mau Summit ilikuwa imekwama for 15 years. Today it is being built usiku na mchana. Hata wengine kwa sababu ya kuwa vipofu zaidi wakasema ile barabara ya Rironi hata wheelbarrow hakuna pale, hakuna kitu inaendelea. Tutawaibisha na tutawashangaza, kwa sababu kufikia April next year tutakuwa tunatumia hiyo barabarani tukija huku Western Kenya. That is the transformation that is happening in our nation. And there is no amount of report, there is no amount of writing sponsored headlines that is going to change the reality. And I am determined, working with all the leaders in the Republic of Kenya, to change our nation. This nation had delayed for far too long. The transformation of our nation has taken too long. We shouldn't have been here. We should have been in a better place if we have had the courage to make the decisions that will transform our nation. I want to tell the people of Kenya, whatever it takes, whatever the price, I will make the decisions that will change Kenya, because Kenya deserves it. We will be a first world country in our lifetime. Tunaelewana ndugu zangu? Jambo la pili mimi niko naye ya kutimiza ni kuunganisha taifa letu la Kenya. Tumefanya siasa ya migawanyiko kwa muda mrefu. Siasa na ukabila imetusumbua muda mrefu. Ubaguzi imekita mizizi katika taifa letu. Mimi nasema nikiwa Vihiga, it is our mission, it is our divine mission to make sure that we bring all the people of Kenya into one place. Yaani katika taifa letu la Kenya, siasa ya ukabila, siasa ya chuki, siasa ya migawanyiko, mirengo imetusumbua kama taifa. Waswahili wanatuambia umoja ni nguvu, kutengana ni udhaifu. Na ndio mimi nawaeleza ndugu zangu watu wa Vihiga, Western Kenya na Kenya mzima, ya kwamba nitafanya bidii mbele na nyuma, kulia na kushoto, juu na chini, na Mungu atatusaidia tuunganishe taifa letu la Kenya. Vile nilitengeneza serikali ya broad based kuunganisha wa Kenya, kulete pande zote za Kenya pamoja, mimi nawahakikishia siasa ya ubaguzi na chuki na migawanyiko haitaendelea tena katika taifa letu la Kenya.
It is our defined mission, Vero leaders, that we work together ndio tuunde serikali 2027 ya kuunganisha Wakenya wote, tuondoe ukabila, tuondoe chuki, tuondoe migawanyiko, tuondoe ubaguzi. Kenya tuiunganishe, tusonge mbele tukiwa pamoja. Vihiga hoye! Western Kenya hoye! Kenya hoye! I am pleased to announce a 12% increase in general wages and a 15% increase in agricultural wages. To all Kenyan workers, happy Labor Day. May we continue building this nation together for this and for future generations as we strive to transform Kenya into a developed economy within our lifetime. Asanteni sana, Oriomuno, Nyasaye mulinde. God bless you.